Bana, leo tunaenda kuangalia ni kwa namna gani ambayo unaweza kusoma message na kusikiliza simu za mtu mwingine pasipo kushika simu yake. Yaani ni utundu fulani tu ambao ukiufanya unaweza kufanikisha hilo jambo. Sasa leo nataka nikufanikishe hili jambo. Najua hujasoma sana masomo ya science, pengine hivi vitu unaweza kuona ni vizito, lakini leo nataka nikuelekeza katika namna fupi tu kwa njia rahisi tu ambayo unaweza kufanikisha hili jambo na ukaweza kulifanikisha. Lakini kabla ya kukuelekeza hili jambo, nataka nikueleze hiki kitu ili ujue ni kwa namna gani ambayo nataka nikueleze hili jambo ili uweze kufanikisha, kwa sababu kila jambo lina sababu zake. Lakini pia natakiwa nikupe tahadhari. Kama hauna mpango wa kuachana na mtu ambaye unataka kumchunguza, ni bora usifanye hili jambo, kwa sababu anakuambia kwamba kila mtu ana mapungufu yake. Unaweza kumchunguza mtu afu utaki kumwacha, kaja kukutana na madudu huko, baadaye ukaanza kulalamika. Sasa hili jambo liko hivi. Kuna jamaa ambaye alikuwa amenicheki akaniambia, "Hey Mr. T, nina mtu ambaye niko naye kwenye mahusiano. Of course nataka nifunge naye ndoa, lakini sasa nataka nihakikishe sina migogoro naye, lakini pia hana tofauti zozote, lakini nataka nihakikishe kwamba je, huyu mtu ni sahihi kwangu." Nikamwambia, "So unataka umchunguze katika namna gani?" Yeye jamaa huyu akaniambia kwamba mimi nataka nione message tu, kwa sababu unafahamu mtu wangu ni mtu ambaye anapenda sana kuchat. Hata mimi ninapowasiliana naye ni watu ambao tunachat sana. Nikamwambia basi hiyo haina shida. Basi nikaa nimemfanyia mpango. Baadaye nikamwambia hebu jaribu. Nilipa kama dakika 10 tu hivi. Ilikuwa ndani ya dakika 10 tu. Kuna baadhi ya mambo nikafanya, nikamwambia hebu sasa jaribu. Chukua simu ya mtu mwingine, jaribu kumtumia message. Alivyomtumia message akaona pia message kwake zinafika. Basi mimi nikawa nimeachana naye. Mara ikawa imepita kama siku 5 hivi. Baada ya kupita kama siku 5 hivi, nikawa nimepigiwa simu kupitia simu yake. Baada ya kupigiwa simu ndo kuongea, nikaambia kwamba wewe ulikuwa ni mtu wa mwisho kuongea na huyu mtu. Umeona? Huyu mtu unamfahamu? Nikaambia bwana, huyu mtu simfahamu sana, lakini ni mtu ambaye tumewasiliana naye siku 3 nyuma. Of course kama umekuta kwamba mimi ndio nilikuwa ni mtu wa mwisho kuongea naye, basi inaweza kawa ni sahihi, kwa sababu sasa waliangalia kwenye call pad. Umeona? Sababu sasa toka nilipomsaidia, nilipomwambia jaribu, sikuwasiliana naye tena. Tumekaja kutafuta kwenye simu kwamba bwana, kuna namba fulani inaifahamu. Kama hiyo kweli ni mtu ambaye nimewasiliana naye. Akamwambia basi huyu ndo namba yako, tumekuta ndo namba ya mwisho. Nikamwambia kuna shida gani? Akamwambia bwana, kilichotokea ni kwamba huyu mtu mpaka saizi yuko yuko hospitali, na ni siku ya 3 hii, ni kwamba hajaamka. Sasa waliomleta hapa of course wamemtelekeza. Wamemtelekeza kwa hatuna taarifa zozote. Tumeshatoa taarifa, alabi imekatiwa nini, wanaita PF3 zile ishakatwa, lakini sasa tunatafuta ndugu zake, kwa sababu hatuwezi kukaa na mtu kwa muda mrefu. Kama uongozi hospitali ndo tunaangalia namba ya moja kumcheki. Ngamba basi mimi sina taarifa hizo, lakini nitasaidia kwa sababu na namba ya mwanamke wako. Akamwambia kama una namba mwanamke wake, basi utampa taarifa. Sasa kipindi hicho jamaa tunafanya ile kazi, kwa sababu ili niweze kufanikisha hili natakiwa niwe na namba yako. Niwe na namba yako, na namba ya mtu ambaye unataka kuona taarifa zake. Kuna baadhi ya kitu nitakifanya alafu ndo utakupa. Kwa sababu namba ya mwanamke wake alikuwa ameshanitumia, nikaa nimempigia. Nikamwambia bwana, unamfahamu fulani? Akashtuka, akaniambia kwani wewe nani? Nikamwambia mimi ni rafiki yake tu, nimepata, lakini niko mbali sasa hivi, nimepata taarifa kwamba mwanaume wako yuko hospitali amezidiwa. Akaniambia basi sawa, nitalishughulikia. Sasa baada hapo niliona kama amerespond vibaya. Nikaona mbona kama michezo, nikaona kama nafanywa michezo. Nikapiga tena kwenye ile simu, nikapokelewa. Nikamwambia bwana, naongea na Nesquik. Akasema ni Nesquik. Nikamwambia basi sawa. Nimempigia mwanamke wake hapo. Baada ya kumwambia, amesema atalifanyia kazi. Basi poa. Baada ya hapo sikutafutwa wiki nzima. Sikujua ni kitu gani ambacho kimeendelea kutokana na ile issue. Wiki nzima sikujua ni kitu gani ambacho kimeendelea. Umeona? Wiki ya pili nikaja kupigiwa tena simu na yule jamaa. Yule jamaa akanipigia simu. Akaniambia mwanangu vipi, ni aje fresh? Akaniambia mwanangu
kiliumana. Nikamwambia kiliumana vipi? Mara mwisho mimi napigiwa simu naambia kwamba uko hospitali, ulikuwa kama kuna koma ndani ya siku 3. Akasema mwanangu wewe kweli nilipata majanga. Akanitumia picha WhatsApp. Akanipigia picha amenitumia WhatsApp. Jamaa alikuwa ameumuka, yani kama amepigwa. Yaani amepigwa, ameumuka na amevimba. Unajua mtu kipigwa ni kama ngozi na vimba kiasi kwamba mdomo umevimba, macho alikuwa amevimba, na amejaa na amevimba. Nikamwambia ni kitu gani ambacho kilichokukuta hiki mwanangu? Nikamwambia bwana, kweli mimi nilifanikisha ile siku. Umeona ile siku. Umeona? Nilianza kuona kwamba mwanamke wangu anapanga kukutana na mwanaume sehemu fulani. Umeona, anapanga kukutana na mwanaume sehemu fulani. Hiyo sehemu kwa sababu tuko bushi huku. So jamaa alikuwa ni mtu wa Mpanda. So kwa wale watu ambao wanaishi mikoa ya Rukwa, Mpanda, Maji Moto wanapafahamu. So jamaa alikuwa anakaa Maji Moto kwa Mpanda huko. Umeona kama bwana, kwa sababu huyo mtu sehemu aliyokuwa anapanga kukutana na huyo mtu ni sehemu ambayo mimi mwenyewe naifahamu, na ilikuwa ni jioni. Umeona, mida saa 3 mwanangu ile. Yaani ulivyonisaidia tu mida saa 3 ile, nikaanza kuona wanachat wamepanga kukutane sehemu fulani. Na hiyo sehemu mimi nafahamu. So nilivyoenda kweli nikawakuta hiyo sehemu. Umeona? So unajua watu mkiwa naishi kijijini ni watu ambao wote mnafahamiana. Yaani kijijini huyu unafahamu anatoka pale, huyu anatoka pale, huyu ana mahusiano na huyu kwao ni sehemu fulani, mtoto wa mtu fulani, kwa mnafahamiana. Kwa wale hawakutaka kukaa labda kwenye bar na nini za pale mtaani, wakawa wameenda sehemu nyingine. Yaani kama kuna muinuko sehemu fulani ambapo kama kiwanjani wametulia kwa wanapiga sio. Kwa jamaa akamfuata pale. Kumfuata pale, wewe uko ni uko na mwanamke wangu. Sinafahamu kijijini kwa unajua kabisa mimi ni mwanamke wangu afu na wewe tena unaanza kuruka naye, kwa hiyo inakuwa sio. Wewe uko ni uko na mwanamke wangu. Jamaa akame mtaiti, anaambia kwamba alimtaiti yule jamaa. Katika kumpiga baadaye mwanamke akasema fulani utaua, utaenda jela, utaua, hebu muache. Akaona wewe inaweza nikaua kumwachia. So alipomwachia yule jamaa, kwa sababu alikuwa amekaba kabali, mgoni alikuwa amekaba kabali. Alipoachiwa, mgoni kumbe ni fundi. Alimtezesha kichapo jamaa, anakuambia kwamba alipigwa ngumi kama 3 hivi. Akuelewa amezima vipi, anakuambia alipigwa kipigo cha kiufundi. Anakuja kushtuka ni siku 5 yuko hospitali amevimba. So kwa hiyo kwamba pale alipopigwa pale mwanamke alikuwa kama fanya nini? Amekimbia. So watu ndio walikuja kusikia kelele, ndio walikuja kumbeba pale na kumpeleka nini? Hospitali. Kwa mwanamke alikuwa anafahamu kama mwanaume wake yuko hospitali, lakini sasa hakutaka kwenda hospitali kwa kuhofia kwamba mwanaume wake atazungumza kwamba yeye ndo amehusika. Anaona ile aibu kwamba yeye ndo amehusika, amefumaniwa na mwanaume wake, afu mwanaume wake ndo kapigwa. Kwa anaona nini? Ile aibu. So jamaa ndo kama amenicheki mwanangu, nilichokutana nacho sio kitu kizuri. Sasa hii katika yote tu jamaa alikuwa anataka kumchunguza mwanamke wake. Sasa katika kumchunguza mwanamke wake ndo akakutana na ajali kama hii hapa. So pia hata wewe unapotaka kumchunguza mwanamke wako, je, una uhakika wewe mwanamke ni wako wako ama ni mwanamke wa watu wengine? So unaweza kana unajifanya kama unataka kumchunguza mwanamke, kuna mwanamke wenyewe sio wako wako, wewe ni kama mchepuko tu. So kama unataka umchunguze mtu wako, kuna mtu ambaye unataka kumchunguza uone message zake na kusikiliza anafanya nini kwenye simu yako, basi unaweza kanicheki kupitia namba ambayo unaiona, niambie Mr. T, naomba tufanye kazi.